Yes, as I had told you earlier, that we are continuing with our medical camp one by one. People are in a queue, they are waiting for their turn. Yeah, this is what we are doing today. Giving back to the community. It is actually voluntary work. It's not a big organization, but it is voluntary work from some of our individual. We organize this work together, and give back to the community. So we enter the service, then after the service, this is what we are doing here at Cambe Lutheran. Yeah, I can also show you our environment. It's a very good environment. Yeah, it's a rural area. That is why we've chosen this area. It's a rural area, as you can see. Therefore, we are giving back to the community. This is our environment, as you can see. And this is what we are doing today. Yeah. Mr. has finished his turn there. Yeah. We are waiting for our mother there. Yes, that is what is happening. Yeah, and we are happy to do this because we are giving back to the community. Yeah, we just don't teach people about the Word of God, but we also talk about their health as much as do checkups for them so that they know the importance of keeping healthy and checking their status each time. Very, very important. Yeah, but we also, in this day, we also had, and this is one section that we are doing a medical checkup, but also in this same area, we are doing another program right beside us. Yeah, that program is we are talking to the girls. I'm also going to show you some of it just shortly. But for now, I think I'm going to the girls section. Here I am walking. I'm going to the other section that we have some girls. They are being advised on how to stay chaste and live a healthy life now, as we are also going to provide them with sanitary towels. Yeah, this is what we have decided to do, giving back to the community. On this section, we also have Joseph here. Joseph is our coordinator and chairperson of Diakonia. We call it Diakonia Charity Work here in Cambe, and he's the one helping us organize all of these things. So what do you have to say for the work we are doing today? Okay, I say it's a great work. It's a great work for the community because work and for the girls they are benefiting because they were stranded somehow. There are some people who are suffering at their homes because they don't have those sanitary pads. But we thank this organization for this activity and the charity we've done for our girls. So I say thank you and I welcome you once more. Thank you so much. That was Joseph, our chairman and coordinator in Cambe Lutheran, organizing our events of charity work. Now back to the girls. Sana atuinue sisi wote, vitu vingine kama hivi tunavipata si kwa yani kwa muda wote, wakati wote tunavyohitaji. Siwe kuna msichana pale Kilifi alikuja akaambiwa, nilienda kwa Saturn home pale Kilifi, actually si mmoja ni kadhaa, iko Usama pale Mtwapa pale, nikapata wasichana wadogo, msichana rika yako kabisa yuko karibu kujifungua, na si mmoja na si wawili. Wengine ukiwauliza babangu mdogo, wengine ukiwauliza
wengine baba kabisa. Mambo kama haya yanafanyika. Kwa hivyo ni muhimu tujue ile distance tutajipatia na zile mipaka tutajiwekea. Mwingine akasema alikuwa sasa hana pesa ya kufanya nini, ya kupata pads. Akafanya nini? Jamaa wa bodaboda akamdanganya, akamwambia shika hii, njoo 1 2 3 nitakupa hii pesa, alafu utafanya nini? Ngoja nitakuonyesha dawa ya nini? Ya hiyo ya periods. Periods ina dawa. Si ni nature. Sasa dawa ndio hiyo basi, miezi tisa umekatiza ndoto. Miezi 9 umekaa pale nyumbani, huwezi kuzaa mtoto ukamwacha, si ndio? Mpaka utamnyonyesha kidogo, kitambo rudi shuleni. Kama umepata nafasi ya kurudi shuleni, unaenda kupata wale ulikuwa nao washasonga mbele, unaanza kukua. Na pia kunakuwa na kitu inaitwa stigma. Stigma ni ile chuchu. Yule alifanya. Wafikiri akili yako itakuwa na vile sawa na vile ulivyokuwa before? Haiwezi. Kwa hivyo vile tunavyoweza na Mungu akitulinda, na sisi pia tujilinde. Na tulinde wenzetu. Let's be our sisters and brothers keeper. Sawa. So turudi kwa sanitary pads. Hii sanitary pad inaitwa My Girl. Kuna wenye wanaifahamu hapa? Kuna mwenye mkutana na My Girl? Nani ametumia? Who has used My Girl? Nani mwingine? Nini tunaogopana? Sisi ni wanawake jamani, sisi ni wasichana. Mnatumia kapa gani? Okay. Yes. Okay, we also have the chairpersons of the South Coast Deanery with us, in charge of the charity work all around. She has something to speak to us about the work that we are doing today. We are going to hear her out even in Swahili. Karibu sana, introduce yourself. Kwa majina naitwa Agnes Kivindu kutoka South Coast Deanery. Mimi ndio mwenyekiti, na hii kazi ya diakonia ndio kazi tunayoifanya, lakini na changamoto nyingi sana. Maana kama unaona msichana anahitaji sanitary pads, lakini pesa za kununua hatuna. Ndio posa tunahitaji wafadhili tuweze kuwatunza, na pia mambo ya chakula, mambo mengi ya wahitaji wote tunahitaji, lakini uwezo ndio hatuna, mpaka tuombe kwa donors ndio tuweze kupata. Sawa. Leo tumekuja kufanya kazi ya kuwazawadi wasichana pads. Unasemaje kwa waliojitolea kufanya hivyo? Mimi nasema kwa kwenye waliojitolea kutoa hizo sanitary pads, Mungu awabariki zaidi na zaidi. Na waendelee na kutuletea hivyo, tuweze kutembelea na wengine wengi wenye wako na hitaji. Asante sana, Mungu akubariki kwa kazi hiyo nzuri unayoendelea kuifanya. Amina. God bless you so much. So that was Agnes, our South Coast Deanery chairpersons in charge of the charity works. Yeah, she was talking about the sanitary towels that we are going to give to the girls today, a donation that we are going to give to the girls today. And the one who has been talking about the girls, advising them, is from the company of My Girl. This is the company that is going to give us these towels today. Ngojeni kwanza. Mnajua? Kuna ambaye hajui, nimweleze.